Yes, hamjambo tena kwenu nyote wandugu wapendwa watazamaji na wasikilizaji wa Kwetu TV. Nyote kwa ujumla mnaoendelea kuwa nasi ndani ya taarifa zetu mbichi za kila siku na kila wakati, mkiwa mbali na karibu tunawasalimia. Wale mnaotufuata mkiwa Marekani, Ulaya na Afrika, salamu zetu ziwafikie kabisa. Na tunawatakia tena asubuhi njema ya siku ya leo vendredi le 13 mars 2025, na tunawakaribisha kwa mara nyingine ndani ya habari zetu mbichi za asubuhi ya leo. Kama kawaida tumewaletea habari kuhusu hali ya kiusalama mashariki mwa nchi ya Kongo, pamoja na taarifa mbalimbali tena tofauti zinazosemekana nchini Kongo. Habari mbichi ambazo tumewaletea asubuhi ya leo, moja kwa moja tutawapeleka kwenye uwanja wa vita tuwape habari mbichi kutoka kwenye ligne de front, na tumewaletea taarifa mingi. Tutawapeleka kule Rwanda. Kule Rwanda, baada ya mashambulizi ya ndege drone katika mji wa Goma, yule ministre des affaires étrangères wa Rwanda Olivier Nduhungirehe alitangaza kwamba Rwanda kwa sasa iko na wasiwasi sana, kwa sababu wakati wote FARDC inaweza ikawashambulia, kutokana na jinsi Goma deja ilishaanza shambuliwa na FARDC. Tutawaambia mengi aliyoyatangaza kuhusu hayo. Upande mwingine tutawambia kuhusu Depute Mishiki Willy. Huyu mnamjua kabisa, ni depute kutoka Walikale ambaye yeye ndio porte parole wa wazalendo wote. Alitangaza ya kwamba kuanzia Munyiragongo wazalendo wanajiandaa kurikipere vile ya Goma, na akakonfirmia kwamba mashambulizi ambayo yalifanyikaka katika mji wa Goma yalifanywaka na FARDC, na akasema kuwa ile kabisa ni kama mwanzo, mengi yako mbele. Tutawapeleka Mulubero. Wanajeshi 17 wa AFC M23 walikamatwa na wazalendo katika eneo ya Vukendo, wakapelekwa mubaze militaire ya FARDC katika eneo ya Musenda. Walikamatwa na wazalendo hao wakawapana ku FARDC, wakaonesha kabisa kazi yenye wako naifanya. Tutawapeleka kule tuambie mengi kuhusu hayo. Anaitwa Bahati Lukwebo, yeye ana bahati sena kabisa, inataka afutwe kazi. Hata kama aliombaka msamaha, sena inataka afutwe kazi. Ndugu zangu, kama kawaida mnayoifuata ni Kwetu TV, ni channel inayowaletea taarifa za kweli tena zenye uhakika kutoka mashariki mwa nchi ya Kongo. Tunawasihi basi kusubscribe, yani kujiabone, ili kuwa naendelea kuzipata habari zetu zote kwa wakati. Muendelee kucomment na kuzilike habari hizi, pia na kuzisambaza kwa walio wengi ziwafikie, na mkumbuke kujiunga nasi na grupu yetu ya WhatsApp ili kuwa naendelea kuzipata habari zetu zote. Namna ya kujiunga nasi, gusa pale kwenye titre, pale chini ya titre mdescription utapata linki yetu, uguse kwenye linki hiyo ujiunge. Bila shaka taarifa zetu zote utakuwa ukizipata. Ndugu zangu, tufungue ukurasa wetu wa habari. Taarifa zetu mbichi tuzianzie kuhusu matangazo yake Olivier Nduhungirehe kuhusu mashambulizi ya ndege za drone katika mji wa Goma. Olivier Nduhungirehe ndiye ndio ministre des affaires étrangères wa Rwanda. Akiwa kwenye interview alisema ya kwamba atake zilizofanyika katika mji wa Goma, mji ambao uko kwenye mpaka na Rwanda, unaonesha ya kwamba kabisa kuna kuandaliwa kwa vita kubwa upande wa Kongo, donc upande wa gouvernement ya Kongo, vita inayolenga maeneo yanayokaliwa na wasi wa AFC M23, ambapo wakati vita vile vinaanza kufika katika mji wa Goma kwenye mpaka na Rwanda, deja Rwanda wakati wowote inaweza ikashambuliwa. Alisema ya kwamba President Felix Tshisekedi yeye akitaka anaweza kubombarde Kigali na kuanza kupiganisha gouvernement ya Rwanda. Alisema hayo, akasema ya kwamba wakati wa uchaguzi wake mwaka wa 2023, wakati wa manda yake ya pili akiwa katika mji wa Goma, alisemaka hayo. Akasema ya kwamba leo kwa sababu alishaanza tena kubombarde mji wa Goma, wakati wowote anaweza akashambulia Rwanda. Akasema kwamba wana wasiwasi sana kwa sababu mji wa Goma ukisha anza kushambuliwa, eneo ambayo inaweza
inaweza ikafatwa ni Rwanda, kwa sababu gouvernement ya Kongo inakuwa toujours na plan ya kushambulia Rwanda. Olivier Nduhungirehe alisema hayo baada ya siku moja tu, ni baada ya siku moja na mji wa Goma umeshambuliwa na ndege za kivita za drone, ambapo mpaka kwa sasa kuna uchunguzi unaoendelea ili kujua ni wapi zile drone zilipokuwa zimetoka, na wajue ni drone za nchi gani ama ni drone za watu gani ambazo zilishambulia vile ya Goma, kwa sababu mpaka kwa sasa ni AFC M23 inaishutumu gouvernement ya Kongo kwa kufanya ile atake. Ni gouvernement ya Kongo nayo inasema hapana, ni mpango wa AFC M23. Donc AFC M23 ndio yenye ili bombardake ile vile ya Goma. Na yule Olivier Nduhungirehe wakati alikuwa akimaliza kabisa yote aliyoyatangaza kuhusu hayo, donc wakati alikuwa mconclusion, alisema ya kwamba atarudilia maneno ambayo President Paul Kagame alisemaka wakati alikuwa kwenye interview katika mji wa Kigali. Akasema kwamba angalia kwenye tuko leo na tunaendelea kabisa kubeba charge ya vita inayoendelea mashariki mwa nchi ya Kongo kwenye mabega yetu. Kasema kwamba na wakati wowote ambapo drone kabisa za kivita zinaweza zikakaribia tena mipaka yetu, tuko tayari kwa ajili ya kudefendre nchi yetu. Donc alisema kwamba kwa sababu drone zilishaanza shambulia vile ya Goma kwenye mpaka na Rwanda, wako tayari, wako determine, donc wako najiandaa, kwa sababu wanajua ya kwamba wakati wowote President Felix Tshisekedi anaweza akaamua kuwashambulia. Yule ni Olivier Nduhungirehe ambaye alitangaza kwamba kwa sasa Rwanda iko na wasiwasi ya kwamba wanaweza wakashambuliwa nao apres drone kushambulia vile ya Goma. Na kama nilivyowaambia, ingali ankete, zile drone hazijajulikana kabisa zilikuwa za kote gani, zilikuwa za watu gani, kwa sababu AFC M23 inasema ni drone za FARDC, FARDC inasema hapana, ni drone za AFC M23. Tukiendelea na habari zetu sasa, Willy Mishiki, huyo ni depute kutoka Walikale na yeye ndio porte parole wa wazalendo wote. Yeye upande wake alionyesha kwamba zile drone zilikuwa za FARDC. Wakati gouvernement Kongo ilikana hayo, na wengine viongozi tofauti wakasema kwamba ile ni ataki ambayo ilifanywa na AFC M23. Depute Willy Mishiki yeye siku ya jana alitangaza ya kwamba sisi wazalendo nous sommes organisés à partir du parc national de Virunga pour reprendre la ville de Goma. Sema kwamba wazalendo walijiorganize kabisa kutokana, donc walijitayarishaka katika ile park ya Virunga kwa ajili ya kukamata mji wa Goma. Na akasema kwamba wako katika Nyiragongo kuanzia mparke ya Virunga kote, wako ndani kilomita chache na mji wa Goma. Akasema kwamba na ndiyo maana kuliripotiwaka ile bombardement katika mji wa Goma. Akasema kwamba ile ni mwanzo kabisa, mengi yatakuja nyuma. Huyu depute Willy Mishiki yeye kabisa ni mtu wa kwanza ambaye alikonfirme ya kwamba ile bombardement ni ya FARDC katika vile ya Goma, wakati FARDC haijatangaza hayo. Donc FARDC hayo ilikana hayo, pia na gouvernement ya Kongo ikakana hayo. Me depute Willy Mishiki yeye alikonfirme ya kwamba ile atake ilikuwa ya FARDC, ile atake ambayo ilipigaka vile ya Goma mkartie Himbi, ka detruire manyumba tofauti na hata kukakufa kabisa yule Kaline Gise, yule mfanyakazi wa UNICEF. Tunaendelea na taarifa zetu. Baada ya atake katika vile ya Goma, unajua wengi walikuwa wakilaani kabisa ile atake, wakisema ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu kwa sababu watu 3 walikufaka, na wengi wakaendelea kuonesha kwamba
kunapaswa kufanyika cessez-le-feu. Nasema donc cessez-le-feu ndicho kitu ambacho pande mbili wanapaswa kukiheshimu, kwa sababu kuendelea kupigana ni kukiuka cessez-le-feu. Et puis njo pale kwenye kuko natoka vifo vya usiku na mchana wakati wako napigana. Jean-Marc Kabundi alitangaza ya kwamba pande mbili nao wanapaswa kuheshimu usitishaji vita na kuandaa kabisa ile dialogue kati ya wakongomani wake. Jean-Marc Kabundi ni mojawapo wa opoza Kongole, alisema kwamba cessez-le-feu inapaswa kuheshimiwa kati ya pande mbili, na pia kunaandaliwa kwa haraka ile dialogue ama maongezi kati ya wakongomani ili kuweza kuongelea tatizo kwa ndani na tatizo ipate kuisha kabisa kupitia maongezi kati ya wakongomani. Na waopoza wengi wanaendelea kuamini ya kwamba maongezi ndicho kitu kizuri ambacho kitaacha vita inaisha, wakati upande wa gouvernement inaendelea kuonesha kwamba maongezi kabisa yako hapo toujours kuna ingine solution militaire, na ile njo yenye watu wengi wanaendelea kuunga mkono. Donc wakongomani wengi wako po kabisa na solution militaire, kwa sababu wanaendelea kuamini ya kwamba maongezi iko ya bure. Depuis waongelea hakuna kabisa kile ambacho walishaka kifikia. Na Etats-Unis d'Amerique nayo ilikuja kutoa wito kwa pande mbili kuanza kusimamisha mapigano, na Etats-Unis d'Amerique kasema kwamba iko tayari leo kabisa kuingilia kati na inangojea parti zote zianze kuheshimu yale walioyakubaliana, kama si vile maamuzi makali yatakuja kukamatwa. Etats-Unis d'Amerique siku ya jana njo ilisema hayo, jana jioni ilisema kwamba parti mbili inazingojea wote waanze kutekeleza kwa haraka walioyasaini, wale ambao watafanya hayo maamuzi makali yatakamatwa. Donc Etats-Unis d'Amerique kabisa ishaingilia kati. Wowote ambao watakiuka tena usitishaji vita, wale ambao hawataendelea kuheshimu walio ya sign, hawana bahati. Vikwazo na maamuzi mengine tofauti yatakamatwa kwa ajili ya hao ambao hawataheshimu yale walio ya sign katika accord ya Washington. Hapo ni kati ya gouvernement ya Kongo na gouvernement ya Rwanda. Tukiendelea na habari zetu, tuwapeleke Mulubero. Wanajeshi sekande, ndugu zangu, ni wanajeshi wengi. Wanajeshi wa M23 sekande walikamatwa na wazalendo pamoja na silaha 17 nazo zikakuwa rekipere katika eneo ya Vukendo, hapo ni muteritwari ya Lubero. Porte-parole wa wazalendo katika maeneo hayo ambaye anaitwa John Maangaiko alisema kwamba hawa wanajeshi wa M23 walikamatwaka na wengine wakajisalimisha ku wazalendo katika eneo ile ya Vukendo. Siku ya jana ndipo wanajeshi hao wote walipelekwa katika eneo ya Musenda kwenye kuko base militaire ya FARDC. Wazalendo walipeleka wanajeshi hawa mikono ya FARDC kwa ajili ya kuwapana na kuonesha kwamba kazi inaendelea kama kawaida kufanyika, na wanajeshi wale wakisha wapana kwa FARDC na wapelekaka Kisangani, na pre ile kazi kufanyika pre wazalendo kufikisha wale wanajeshi wote mumikono ya FARDC pale Musenda. Wanajeshi wale wote watapelekwa Kisangani. Wazalendo walikuja kutoa wito pia kwa wengine wanajeshi wa M23 kutia silaha chini kule, waache kabisa kuendelesha vita ili amani irejee, watie silaha chini vita iishe, na wanaamini ya kwamba pale njo matatizo yatakuwa yameisha. Wakati wowote vita vinaendelea, amani kabisa haitakufa kupatikana, donc haitapatikana kwa urahisi. Wale ni wazalendo wa Lubero ambao waliweza kukamata mateka au wanajeshi sekande wa M23 na silaha 17, wakawapana kabisa, wakawapa wanajeshi wa FARDC. FARDC ndio yenye
inajua itawafanyisha kazi gani wakishafika kule Kisangani, kwa sababu wanajeshi wote wa M23 wenyewe wanajisalimishaka na wenyewe wanakamatwa mateka, wanawapelekaka wapi? Kisangani. Tunaendelea na habari zetu, tuwapeleke kule Beni. Apre kulungula kwa biro ya nani ya ile aeroport ya Mavivi inayopatikana katika vile ya Beni, kazi zote ziko nafanyika nje. Kazi zote kabisa za pale kwa aeroport ziko nafanyiwa nje, kama kukontrole watu, kukontrole vitu na kuona kabisa na kutia makashe kunani kuzile maviza zao, donc zile ma identite zao vyote viko natumikiwa nje. Na uongozi wa ile aeroport unatoa wito kwa gouvernement ya Nord Kivu kufanya kwa haraka iwezekanavyo, wajenge kabisa pale kwenye kuisha Kalungula, kazi iendelee kama kawaida. Donc gouvernement ifo inajenga pale, kazi tena endelee kama kawaida, kwa sababu ile aeroport ni aeroport yenyewe watu wanaitumikishaka sana, wafanyabiashara na pia wapita njia tu ya pale wakati wanaenda maeneo tofauti, wakiwa watatumikisha hivyo pale njo kwenye wanapitaka na wanatoka Nord Kivu. Sasa ili kazi endelee kukua ifo ile biro inajengwa, ile hoteli nayo inajengwa, kazi inaendelea kama kawaida, na vile vyote vinafanyika kwa sasa nje, kwa sababu ile biro ililungulaka pamoja na ile hoteli. Habari zetu zinaendelea. Taarifa zetu tuwaambie kuhusu Bahati Lukwebo ambaye hana bahati mpaka kwa sasa. Sena wale wadepute wengi kabisa ambao wako msena wanataka afutwe kazi. Bahati Lukwebo, tatizo ambayo alikutanaka nayo ni ya kusema kwamba constitution kabisa iko tatizo, donc hawawezi wakaigeuza. Akasema kwamba nchi ya Kongo problem yenyewe iko nayo ni watu ambao wanaiongoza, kwa sababu wanaiongoza wakiwa hawaongozi vizuri. Alipotangaza hayo sasa ndipo wadepute wengi ambao walikuwaka naye kabisa musena wakaanza kupinga yale aliyoyasema, na apre kupinga sana wakaanza sasa kutangaza ya kwamba ifo anafutwa kazi, na sena ilitangaza ya kwamba le 15 Mars ndipo wataanza kuchagua kama Bahati Lukwebo anaweza akaendelea kutumika msena ama kama anaweza akafukuzwa. Haya nadhani ya kwamba mnayakumbuka kuhusu Vitale Kamere na wengine viongozi tofauti ambao walifutwaka kazi ama waliondokaka mkazi wakati walikuwaka ku derniere minute. Kama Vitale Kamere naye alikutanaka na probleme, akawa anashtumiwa kuwa yeye kabisa ni msaliti. Mnajua vitu vya nani vya Vitale Kamere, na wakati alikuwaka mwile probleme ndipo walianzaka kuchagua ya kwamba anaweza akafutwa kazi, yeye kabisa akajiondoa kwenye kazi, kwa sababu kufutwa kazini ni vibaya kuliko kujiondoa. Bahati Lukwebo naye naona ya kwamba kitu ambacho atakifanya ni hicho, naye atajiondoa kazi olie ya kufutwa kazi, kwa sababu deja kwa sasa tunapoongea 47 voix ziko poro na ziko poro kabisa aondoke kazi, donc afutwe kazi. Sasa mnasikia ana bahati. Tunaendelea na habari zetu, taarifa zetu mbichi kama kawaida. Tuwapeleke Ruchuru kwenye walimu 5 walitekwa nyara na watu wenye silaha katika eneo la Busanza. Hali ya usalama bado inaendelea kutia wasiwasi katika eneo la Ruchuru, eneo ambayo inapatikana Nord Kivu, ambapo maagent 5 wa sekta ya elimu walitekwa nyara Jumatano siku ya juzi na watu wenye silaha katika kundi la Busanza. Kulingana na vyanzo vya utawala vya eneo husika, matukio mawili tofauti yaliyotokea katika barabara tofauti katika eneo hili ya kiwalenga walimu na maafisa wa shule.
Utekaji nyara wa kwanza ulitokea kwenye barabara ya Kinyandonyi Rugarama haswa Mutega. Kulingana na vyanzo vya habari kutoka kule, Bwana Posie, mwalimu katika shule ya msingi ya Rugarama D, na Ezekiel, mkuu msaidizi wa shule ya msingi ya Busanza, walikamatwa walipokuwa wakirudi kutoka kiwanja. Watekaji nyara pia walimteka dereva wa teksi aliyekuwa akiwasafirisha. Saa chache baadaye, tukio la pili liliripotiwa katika barabara ya Kitagoma Kitandari, pia katika kundi la Busanza. Biramahire Barthelemy, mkuu wa shule ya msingi wa Nyamagana, pamoja na Martese Manza na Izabayo Kwizera, wote walimu katika shule ya msingi ya Kikingo, walitekwa nyara na watu wasiojulikana wenye silaha. Kulingana na vyanzo vya ndani, waathiriwa watatu wote wanatoka kijiji cha Kitagoma kilichopo katika eneo la Nyamagana. Utekaji nyara huu unatokea wakati usalama unazorota katika vijiji kadhaa ndani ya kundi la Busanza. Kwa miezi kadhaa, wakazi wameripoti ongezeko la uvamizi, mara nyingi ukiambatana na utekaji nyara kwa ajili ya fidia. Wakikabiliwa na hali hii, wakazi wa eneo hilo wanatoa wito kwa mamlaka kuimarisha hatua za usalama katika eneo hili la mpakani na Uganda, wakiamini kwamba ukosefu wa usalama mzuri unarahisisha shughuli za makundi ya wahalifu. Pole sana kwa familia za wale watu ambao walitekwa nyara. Tunasema pole, tena pole sana. Ndugu zangu, merci beaucoup. Hizo ndizo habari ambazo nilikuwa nimewaletea asubuhi ya leo. Kama kawaida, na watakia asubuhi njema, na tupatane katika habari mbichi za mchana wa leo. Habari zifuatazo za mchana wa leo njo tutakuja kupatana tena. Mungu awalinde, na tutapatana kabisa saa ni zile ni saa 7. Merci beaucoup.